ya shida ya waganga. Wakati wametulia mahali pa, mganga alisema nitaua mtu. Akatoa kauli mbiu. Wakati huo mnasogea. Mimi niko mwisho. Wakati huo mnasogea, mlioko kule sogea ili tuombe pamoja, tufunge. Akasema hivi, natangaza kauli mbiu kwenye nchi yangu, waganga wote lazima mchinjwe kwa sababu mmeshindwa kazi ya kufasiri ndoto yangu. Maana alitokea mmoja Danieli ambaye anamjua Mungu, akasema hii jambo kwetu ni tatizo dogo, tunaenda kumwambia Mungu. Yesu atujulishe fasiri ya mfarume. Hiyo fasiri ya mfarume tunajua iko mikononi mwa Mungu. Walipoenda kuomba wakapewa fasiri ya ndoto ile. Wanapoingia kwa mfarume akasema Danieli, kama unaweza ingia. Alipoingia Danieli akamweleza mwanzo mpaka mwisho. Aisema jibu ya maisha ya mwanadamu yako kwa Mungu. Fasiri za ndoto za utajiri wa mtu ziko kwa Mungu. Fasiri za magonjwa ya mtu ziko kwa Mungu, hazipo kwa waganga. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sijaona, naomba sogea tu mama. Sogea, njoo hivi wote. Heshimu tuko kwenye madhabahu ya Bwana. Wote natamani tunapoomba wakati tuko mazingira haya hapa. Lakini wale kule pia mnaweza kusogea. Mheshimu Mungu yuko mahali hapa. Mheshimu Mungu, yawezekana na wewe liko jambo Bwana anatamani kukusaidia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nampenda Yesu. Danieli alipofasiri ile ndoto, mfalme alichanganyikiwa. Akawatazama waganga kama kinyaa kwa sababu hawakuweza kufasiri ndoto. Akatangaza kauli mbiu tena. Akasema kauli mbiu kwa nchi yangu yote ninatangaza leo, hakuna mganga wa kuaminika, hakuna mchawi wa kuaminika. Anayetakiwa kuaminika yuko Yesu peke yake wa Nazareti, aliyefasiri ndoto kupitia Danieli. Na kuambia matangazo hayo yalitangazwa na mimi leo ninatangaza katikati ya mji wa Buigwe. Nasema tangazo. Hayupo mtu anayeweza kukufasiria ndoto. Hakuna mtu anayeweza kukufasiria utajiri. Yuko Mungu juu mbinguni anayeitwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Huyo peke yake ndio kikopo cha maisha yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Makutano, haleluya. Hebu funika macho yako, alafu safiri kidogo kwa madakika mbele. Angalia nyumbani kwako kuna nini? Kwenye chumba chako kule kuna nini? Angalia kwenye kitanda. Funika macho, funika. Angalia kwenye kitanda kwako kule, walikupa nini hao waganga? Natoka wamekupi, shida yako imetoka? Vipi mateso yako yameondoka? Vipi utajiri wako unauona unaenda sawa? Vipi kazi yako ya shamba ulikozindika kule ukaua na katoto wakasema kakaweke shambani ndipo utapata na mazao? Vipi unaona mazao unavuna zaidi ya watu waliookoka? Hebu angalia mazingira yako yote. Unaweza ukapenya kote. Angalia mazingira yako, ni heri ukakumbuke kuvileta vile vitu. Uvilete tuvichome kwa Mungu ili ubaki na Yesu salama. Funika macho. Bwana Yesu, niko mbele zako. Ninakushukuru kwa neno lako hili uliachilia. Una makusudi na watu wa Buigwe. Una makusudi na watu wa Kigoma. Bwana, umechoka na mateso wanayoteseka. Umechoka na ufilisi wa Shetani. Umechoka na laana na mikosi. Umechoka Bwana na matambiko ya kozao. Umechoka Bwana na kila kitu wanachotambikia kwenye mizimu yao. Umechoka Bwana. Umeona watoto wako wana kiu ya kukutumikia, lakini yuko adui mchawi na mganga ambaye anawarudisha nyuma. Wanatamani kupiga hatua, wanajikuta wanarudi pale wakitamani kusogea, wanajikuta wamekamatwa. Bwana wa majeshi, wewe uliyeliachilia hili neno, kawafungue watoto wako, iwe ni waganga, iwe ni wachawi, iwe ni dhambi za namna zote, yawe ni mateso. Bwana kawafungue.